tuione tukakuamini? Unatenda kazi gani? Baba zetu waliila mana jangwani kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amina amina nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini niliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamuamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Basi Wayahudi wakamnung'unikia kwa sababu alisema, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu, ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje huyu, nimeshuka kutoka mbinguni? Basi Yesu akajibu akawaambia, msinung'unike ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Amin, amin nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake Mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu. Amen. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Bariki. Asante Baba kwa sababu ya ufunuo. Mapenzi yako Bwana yakatimizwe. Kwa jina la Yesu na kila mmoja aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tumesoma kuhusu Yesu alipokuwa akifundisha, na Biblia inasema ya kwamba alikuwa akifundisha huko Kapernaumu. Na alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu, Yesu aliwafundisha watu kuhusu chakula mara mbili. Akawafundisha kuhusu chakula ambacho mtu anakula na afi, na baadaye akawafundisha ya kwamba kuna chakula ambao walikula na wakafa. Na baadaye topic yangu siku ya leo ni kuhusu mapenzi ya Mungu. Yesu alikuwa amekuja kufanya nini? Makusudio ya Mungu ya kumtuma mwana wake Yesu, alikuwa amekuja kufanya nini? Na Biblia inasema walipoanza vile tumesoma ya kwamba Yesu akawaambia hiki ndicho chakula
amwaminie Mungu ama amwaminie mwana yeye yuko na uzima. Na baadaye anasema kwamba hiki ndicho cha kazi ambayo Mungu aliyemtuma, ya kwamba kufanya mapenzi yake. Baadaye anasema ya kwamba wakaanza kumuuliza maswali, kumwambia, kwani wewe ni mkubwa kuliko baba zetu? Yaani walipomwangalia Yesu, walimwangalia Yesu wakamuona amezaliwa juzi, wakamuona Yesu ya kwamba bado yeye ni mchanga, na baadaye wakaanza kubishana wenyewe kwa wenyewe. Wanamwambia Yesu, wewe hata hujafikisha miaka mingi, kwani unasema ya kwamba ati wewe tukikula ati sisi hatutakufa? Kwa hivyo kukakuwa na kutokuwa elewana, maana huyu anaongea katika mambo ya ulimwengu wa kiroho, hawa nao wako katika ulimwengu wa mwili. Unajua shida ambayo tunapata ni wakati wengine wako katika roho na wengine wako katika mwili. Wakati watu wako katika mwili wanaelewa mambo katika njia ya kimwili. Hawa wanasema ya kwamba, kwani wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Musa? Musa aliyetupatia chakula huko jangwani. Maana Musa aliwapatia chakula huko jangwani. Yesu aliwapatia chakula wakala, wakanywa. Na kwa hivyo waliamini ya kwamba Musa akimuita Mungu, Mungu anashuka na Mungu anawapatia chakula. Kwa hivyo walikuwa wakila chakula jioni na asubuhi, na wanashiba, wanatosheka. Na Mungu alikuwa amesema ya kwamba atakapotoa katika nchi ya ahadi, nchi ya Misri, atawapeleka katika nchi ya ahadi. Na Mungu akawalisha kwa miaka 40 jangwani. Walikula chakula mana kutoka mbinguni, hawakufanya kazi, walikula. Walikuwa wakipewa chakula asubuhi na jioni. Baadaye wanauliza huyu Yesu, wewe unasema ya kwamba utatupatia chakula, kwani kuna chakula kingine zaidi ya chakula ambayo tulipatiwa huko jangwani? Yesu anawaambia, mimi chakula. Hawaelewi, hawamuunderstand. Wanasema inawezekanaje unasema ya kwamba wewe ndio chakula, kwani wewe ni mkubwa? Mpaka wanasema, kwani huyu sio mtoto wa Yusufu yule ambaye alizaliwa juzi, tukimuona? Limitations. Maana wakati mwingi watu hawaonaji kile Mungu ameweka ndani yako, wanaonaga background ambao umetoka ndani yake, wanaonaga mahali ambapo umetoka. Hapo mahali ambapo umetoka hapawezi kuwa na mtu ambaye anaweza leta faida, ama mtu anaweza kuwa msaada kwa watu wengine. Kwa sababu gani? Watu wamefundishwa kupuuza watu wao. Watu wamefundishwa kupuuza watu ambao wako karibu nao. Hawaoni kana kwamba wanaweza kuwa kitu cha maana. Na kwa hivyo ninaomba siku ya leo ya kwamba yeyote aliyekupuuza, mwaka huu kabla hujaisha, Mungu atafanya ishara juu ya maisha yako. Mungu atajidhihirisha juu ya maisha yako. Anasema, kwani huyu si yule alizaliwa hapa? Kwani huyu si yule mwana wa Yusufu na Mary? Ni kweli ni mwana wa Yusufu na Mary, lakini kuzaliwa kwake ni yatimize mapenzi ya Mungu. Na wewe umezaliwa utimize mapenzi ya Mungu. Mungu amekuweka hai leo utimize mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya wanadamu. Hapana penda kushangiliwa sana na wanadamu. Omba jambo moja, mbingu ikujue, mbingu ikuwe na kushangilia. Maana mbingu ikikushangilia, na kuambia utakuwa na utukufu, sio kama utukufu wa mambo ya kawaida, utakuwa na utukufu wa uzima wa milele. Kile kinafanya watu wakose utukufu ni kwa sababu wanataka mashabiki, wanataka watu wa kuwashangilia. Hao wanasema, Musa alitupatia chakula jangwani, Musa alitusaidia. Na wewe unakuja kusema ya kwamba, kwani ni ishara gani umefanya? Kwani ni nini ambayo unafanya? Baadaye Yesu anawaambia, mimi naweza kosa kufanya ishara kubwa, lakini anilaye mimi, yeye hata kufa, maana hata akifa nitamfufua. Ninaomba ya kwamba wacha Yesu akae ndani yako, wacha Yesu atawale ndani yako, wacha Yesu akae ndani yako. Ukiamka asubuhi unajua ya kwamba uko na Yesu. Ukiamka asubuhi unamwambia Bwana, ninataka jambo moja, nitimize mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni gani? Ni haya. Yesu anasema, hakuna ajaye kwangu isipokuwa Baba yangu amemleta kwangu. Sikia nikwambie, wewe umeokoka kwa neema
neema ya Mungu ilikufikia, na neema ilipokufikia, neema ikakuokoa. Ni wengi wamekufa wakiwa wenye dhambi, lakini wewe neema, Mungu amekufikishia neema. Injili ilipohubiriwa, ukasikia injili hii, ulipokubali injili, injili imekupatia uzima wa milele. Leo ninaomba katika jina la Yesu, wacha umwamini mwana wa Mungu aliye hai. Uamini ya kwamba Yesu anaweza. Uamini ya kwamba Yesu anaweza kukutendea. Anaweza kosa kufanyia miujiza mingi, lakini muujiza mmoja ni huu, ya kwamba hata ukifa atakufufua. Wewe hautapotelea. Wewe sio kama mnyama. Wewe ni mwanadamu, umeumbwa kwa mfano wake. Kile Yesu alilete mapenzi ya Bwana chini ya jua, na hayo mapenzi ya Bwana ningetaka nikuhubirie leo, ujue mapenzi ya Mungu ndio gani. Na mapenzi ya Mungu ndio haya, ya kwamba uwe na uzima wa milele. Hiyo ni namba 1. Tumepokea uzima wa milele, maana Yesu anakaa ndani yetu. Kama Yesu anakaa ndani yako, shout haleluya. Ni wangapi wako na uzima wa milele? Ni wale wote ambao wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Unapompokea Yesu, unafanya mapenzi yake, unafanya mapenzi ya Baba. Mapenzi ya Baba ndiyo gani? Yeyote aliyekuwa amefingiliwa na maisha yasimfingilie tena. Sikia nikuambie, sababu ya Yesu kuja hapa duniani ni jambo moja peke yake, ni kubadilisha programu ya shetani na kuweka programu ya Mungu. Hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Yesu, mapenzi ya Baba ya kumtuma Yesu aje duniani. Sikia nikuambie mama ambao uko mahali hapa, mapenzi ya Mungu ni haya, ya kwamba kile ambacho ulikuwa umepoteza, Mungu akurejeshe. Kile ambacho shetani aliiba, mapenzi ya Mungu ndio haya. Wewe ambaye una matumaini, uanze kuwa na matumaini. Mapenzi ya Mungu ndio haya. Wewe ambaye hauna kazi, Mungu akupatie kazi. Mapenzi ya Mungu ndio haya, ya kwamba wewe ambaye maisha yamekukaria, kuanzia leo kimwamini huyo Yesu, maisha yako inabadilishwa. Yesu anasema hakuna ajaye kwangu ambaye ninaweza kumtupa nje, ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Yesu akasema ya kwamba enendeni ulimwenguni mote, mkahubirie habari njema ya ufalme wa mbinguni. Yeyote aaminie anakuja kwangu. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu sio kwenda tu kanisani. Mapenzi ya Mungu sio wewe kukaa kwa kiti ndo napuria. Mapenzi ya Mungu ni haya, kila mtu mahali hapa aweze kuhubiria watu, awarete watu katika ufalme wa mbinguni. Hiyo ndio mission kubwa ambayo Yesu alikuwa nayo. Leo naombea watu hapa wajazwe na roho ya kuhubiria watu, watu wajazwe na roho ya kupenda watu, na watu waende wahubiria wengine. Kile umepata upatie wengine. Na wacha nikuambie, ukitimiza mapenzi ya Mungu katika maisha haya, Yesu atakuinua. Katika maisha haya Yesu atakubariki. Katika maisha haya milango yako itafunguka. Anabadilika, inasema ya kwamba yeye ndiye anayevuta watu kuja kwake. Leo ninaomba anointing ishuke katika huduma hii. Watu wavutwe na Mungu, wakimbie mahali hapa. Watu wavutwe na Mungu, maana sisi tukiwavuta wanaweza kwenda, lakini Mungu akiwavuta hawawezi kuondoka. Maana Mungu akiwavuta walio wake, anajua walio wake. Yeye amekuweka hapa ili utimize makusudio ya Bwana. Ninaomba siku ya leo mapenzi ya Mungu yatendeke juu ya maisha yako. Kama unaniamini, shout haleluya. Lazima uamini neno la Mungu, na neno la Mungu peke yake ndilo ambalo liko na uwezo. Yesu alipokuja hapa duniani akasema yeye ndio ufufuo, akamfufua Lazaro. Leo ninaomba kuna ufufuo unaenda kushuka juu yako, maana naamini Yesu, chochote kile kufa lazima kitafufuliwa. Maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ndio haya. Yesu alisimama akasema, Roho wa Bwana yuko juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta niwatangazie masikini habari njema. Leo naambia mtu mahali hapa, kama wewe ni masikini, habari njema ndio hii, ya kwamba mapenzi ya Mungu ni wewe uinuliwe. Mapenzi ya Mungu ni maisha yako ibadilike.
ubadilike. Mapenzi ya Mungu ni lazima maisha yako ukatae kuishi maisha ya umasikini, maana Yesu alikuja akasema kwa kupigwa kwake tulipona. Alifanyika masikini ili tuweze kuwa matajiri. Number 1, tunakuwa matajiri spiritually. Number 2, anatuongezea mambo ya ulimwenguni. Leo naomba watu watajirike mahali hapa. Nasema watu watajirike. Ukitajirika waganga wa kweli wanaogopa. Ukitajirika kiroho wachawi wanaogopa. Ukitajirika kiroho mambo ya kweli yanabadilika. Maana mambo yako ikibadilika, maisha yako yanabadilika. Ukibadilika spiritually, sikia nikwambie, watu wa spiritually wa kwenu wanaanza kutambua ya kwamba una nguvu, ya kwamba uko na uwezo. Leo naombea mtu anointing mahali hapa. Ukiingia kwenu, mapepo za kwenu zinakuinamia. Mapepo za kwenu zinasarenda. Kama unaamini shout hallelujah. Patia mwenzako high five. Mwambie Yesu ni Bwana. Nasema patia mwenzako mwambie Yesu ni Bwana. Mwambie Yesu akiingia anaondoa stress. Wangapi wako na uzima wa milele? Watu ambao wako na uzima wa milele wana furaha. Watu ambao wako na uzima wa milele wana raha. Sasa mwenzako haifa mwambie rejoice, maana uko na uzima wa milele. Maana kuna watu wako na magari na hawana uzima wa milele. Kuna watu wanaishi manyumba kubwa na hawana uzima wa milele. Inawezekana una mambo makubwa, lakini ndani yako una mwana wa Mungu aliye hai. Kile unaweza jivunia ni huyu Yesu wa Nazareti. Haleluya. Sikia nikwambie, stress ni unajiwekeleana ni kwa sababu utajua mapenzi ya Mungu ni gani. Sikia nikwambie, kila mtu mahali hapa Mungu anakuwa na programu yako. Kila mtu hapa Mungu ana mpango juu ya maisha yako. Sasa ni wewe tu hivi, ukitembea tembea katika mapenzi ya Mungu. Ukiketi katika mapenzi ya Mungu. At the appointed time ya Mungu, I'm telling you, lazima muujiza utafanyika. Kuna watu wakitoka mahali hapa leo, mnaenda kukutana na muujiza yenu. Maana leo ndio siku Bwana ameitengeneza. Hii ndio siku Bwana ameiweka. Nasema sasa hivi ninaamini ya kwamba Yesu anaweza. Ninaamini milango yangu imefunguka. Ninaamini njia zangu zimefanya nini? Patia mwenzako haifa mwambie hata ukaa kienyeji. Unajua kuna watu wanakaa kienyeji mpaka hata Mungu akikuangalia na kushangaa. Nikana kwamba uamini. Sikia, kama wewe uamini, mimi ninaamini. Nasema mimi ninaamini. Sema amen kama mwenye anajielewa. Haleluya. Kwa nini? Maana mimi nina uzima wa milele. Kama nina uzima wa milele, kujenga nyumba nitajenga. Nasema kuendesha magari mazuri tutaendesha tu, lakini kwanza uzima wa milele ukae ndani yetu. Na kama uzima uko ndani yako, furaha yako ni nini? Ukiamka asubuhi, unaamka na uzima wa milele. Unakula chakula kutoka mbinguni. Haleluya. Unakula chakula kutoka wapi? Maana mapenzi ya Mungu ni gani? Usiishe hivi. Sasa nataka kuambia, mahali niko kwa sababu ni leo. Kesho kuna mahali nafanya nini? Sema mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu. Wangapi wako tayari kutimiza mapenzi ya Mungu? Yesu anasema nimekuja kutimiza mapenzi ya nani? Ya Baba. Yesu anamwambia Baba, nimekuja kutimiza mapenzi yako. Yeyote unayemlete kwangu, hakuna hata mmoja mwenye atapotea. Nitampatia chakula cha uzima wa milele. Hata akifa atafufuka tena. Na Yesu anasema mimi ndiyo huo ufufuo. Kwa hivyo yeye anasema hivi, mimi ninapitia mashida nyingi, lakini nitashinda. Na wewe pia anasema hata wewe pia utashinda. Maana kile ambacho Yesu alipitia hauwezi pitia. Yesu alipitia kwa ajili yako. Yesu aliteswa juu yako. Yesu Biblia anasema ya kwamba kama wewe ni mgonjwa, kwa kupigwa kwake wewe umepona. Amen. Haleluya. Amen. Kama wewe ni maskini, anasema alifanyika maskini ili wewe ukue nini? Sijasikia? Tajiri. Sema kama watu wenye wanamaanisha. Tajiri. Nani? Mimi. Nani alikuwa maskini?
Lakini Yesu alikuwa mfalme wa, alikuwa maskini ama alikuwa tajiri? Lakini alikuja kutimiza mapenzi ya nani? Ili akuwe maskini, wewe ukuwe nini? Tajiri. Lakini sasa lazima uunderstand ya kwamba alifanyika maskini, wewe ukuwe tajiri, maana wewe ulikuwa maskini. Sema roho ya maskini niwachilie. Roho ya maskini niwachilie. Hujasema vizuri. Roho ya maskini niwachilie. Sema roho ya maskini toka ndani ya maisha yangu. Sema toka kwa territory yangu. Unajua umaskini inafanya watu waweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Unajionea huruma, unajiomboleza, unajilaani, unajitesa kwa sababu unasema wewe ni maskini. Sikia nikwambie, kutoka leo unataka understand ya kwamba tayari uko na uzima wa milele. Amen. Unasikia? Tayari uko na nini? Uzima wa milele. Unasikia? Uzima wa milele. Tofauti yetu na watu ambao hawajaokoka ni moja. Ya kwamba sisi tayari tumepokea hizi, tuko na uzima wa nini? Wa milele. Hapo shida leo unapitia, wewe wanapitia. Haleluya. Kama ni matajiri kuna matajiri, kama ni maskini kuna maskini. Tofauti ni kwamba sisi tuko na uzima wa nini? Kwa hiyo kama hujaokoka, wewe hauna uzima wa milele. Kama umeokoka, uko na uzima wa nini? Ambia mwenzako that's your first joy. Patia mwenzako hayo, mwambie ukikumbuka hiyo unajipatia smile. Kwa nini? Namba 1, nina uzima wa milele. Sijasikia. Sijasikia. Uzima wa milele. Sema. Uzima wa milele. Uko wapi ndani? Ndani ya nani? Aliye na Bwana na nini? Anashuhuda. Sijasikia aliye na Bwana na nini? Anashuhuda. Ushuhuda ni nini? Kile Yesu alifanya. Na kile Yesu anafanya. Na kile Yesu ataendelea kufanya. Lazima uamini ya kwamba Yesu yuko ndani yako na ukatae mambo mengine yote ambayo yanakuzunguka. Katana na hayo, maana hayo mambo yamekuja tu namba 1, usifanye mapenzi ya Mungu. Hayo mambo yanakuja tu ndio usitimize makusudio ya Mungu. Angalia wana wa Israeli, pamoja na kupewa chakula jangwani, pamoja na kuona miujiza ya Mungu, pamoja na kutembea jangwani na chakula jioni wanaletewa na Mungu, hawakufanya kazi. Miaka 40 watu wanatembea jangwani, wanakula, wanakunywa, hawakufanya kazi yote, lakini bado walifika mahali wanakosa kumwamini Mungu, wanakosa kuamini Musa, wanasema tunataka maji, Mungu anawapea, tunataka nyama, Mungu anawapea, lakini bado hawakutosheka. Biblia inasema Mungu akaambia Musa, nimetoka na hawa watu hawataingia nchi ya ahadi. Hawa watakaoingia ni kizazi chao, lakini hawa hawataingia. Na Biblia inasema wote wakaishia jangwani isipokuwa Joshua na Caleb, watu wawili peke yao waliosema kile Mungu amesema ndio kile tutafanya, kile Mungu amesema ndio kile tutaishi. Hao peke yao waliosema ya kwamba watafanya vile Mungu anasema, hawakubishana, hawakulia, walijua mapenzi ya Mungu ni hili, lazima tumiliki hiyo nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Amen. Uliza mwanzo kwa nini kumiliki nini? Unasema wanataka kumiliki nini? Lazima uone namba 1 uzima wa milele. Then uko safarini. Uko kwa safari lakini ndani yako uko na uzima. Haleluya. Hata ukipigwa mtego uanguke, unaamuka unasema niko na uzima. Maana tumesahau mambo ya uzima wa milele. Tukasahau ya kwamba uzima wa milele ndio mwisho wetu. Kile ambacho tunaona, kile ambacho Yesu ametuambilia ni uzima wa milele. Haya mambo mengine yote tutawacha, lakini kile ambacho tutaingia nacho ni ule uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Na mapenzi ya Mungu ambayo tulitimiza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kanisa ni mahali watu wanakuja kuambiwa hivi, kuna uzima wa milele. Na kutimiza ule uzima wa milele lazima ufanye mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni hii. Namba 1, kuhubiria watu wengi wamjue Kristo. Amen. Haleluya. Shetani alifanya hivi, aliteremsha mwanadamu. Yesu alipokuja akainua mwanadamu. Shetani alinyang'anya mwanadamu utajiri. Yesu alipokuja akachukua utajiri, anakurejeshea. Shetani alinyang'anya mwanadamu raha. Yesu alipokuja akatoa huzuni, akaweka raha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Yesu alikuja kubadilisha kile ambacho shetani aliiba akupatie. Maana hiyo ilikuwa mapenzi ya Mungu. Enda namba 1 uwahubirie, uwaambie nimekuja kubadilisha. Haleluya.
Kwa hiyo lazima maisha yako ibadilike spiritually and physically. Haleluya. That's why kama ni kuomba, omba kama mwenye utaomba kesho. Haleluya. Kama ni kumtumikia Mungu, tumikia Mungu kama mwenye utatumika kesho. Maana leo ndio siku yenye Mungu amekupatia. Kesho iko mikononi mwake. Kuna siku parapanda italia, mimi tutoka ibada, parapanda ilie jioni. Hatutarudi hapa on Sunday. Wenye watakuwa wamenyakuliwa wataenda. Kwa sababu wakati umefika wa mapenzi ya Mungu kutimizwa katika maisha ya wanadamu. Maana mwanadamu amezaliwa mara moja na baadaye atakufa. Lakini hapa katikati lazima atimize mapenzi ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima ujipange. Mungu anataka tufanye nini? Anataka tumtumikie. Na kama anataka tumtumikie ili tutimize makusudi yake, ili mapenzi yake yaweze kuonekana. Yesu anasema haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Anasema mimi ndiyo chakula. Ile chakula mlikula, mlisikia njaa tena. Haleluya. Mlisikia njaa tena. Lakini mkilikula, mkifanya nini? Hamtasikia njaa tena. Kwa hivyo Yesu ni mkate wa nini? Ukikula mkate huo ambao ni wa uzima, hausikii njaa, unakuwa na amani, unakuwa na furaha. Haleluya. Unakuwa na ushindi ndani yako. Wale walikula chakula na baadaye wakasikia njaa, na baadaye wakanungunika, na baadaye wakapiga kelele. Lakini sisi tukiwa na Yesu, wakati mambo ni mazito, tunasema tunayaweza mambo yote kupitia Kristo. Maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mapenzi ya Mungu ni hii, hautamaliza vibaya. Amen. Hujasikia? Amen. Sijasikia? Amen. Hautamaliza vibaya. Another 20 years to come. Another 20 years to come. Unaweza kuwa unaishi Sweden. Yes. Kama hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Sikia nikwambie, hakuna kitu kinaweza zuia mapenzi ya Mungu kutimia juu yako. Amen. Baadaye wanataka hapa mwambie shida ni akili yako unatumia vibaya. Kuomba mtu wanaona hiyo. Kama nalala kwa kuomba mara mbili. Amen. Amen. Mapenzi ya Mungu ni gani? Sikujua mimi nakuwa kabure siku moja. Lakini hii ilikuwa mapenzi ya nani? Lakini ningeambiwa ningesema wapi huko msuni? Ningesema iwezekana. Lakini mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kuja wapi? Kwa hiyo kwa kutengeneza njia mimi si tu. Mpaka dakika ya mwisho kanikuta wapi? Na Mungu akakuleta. Kwa sababu ilikuwa ni kuhubirie. Usikia habari hii, maana hii ndio kutimiza mapenzi ya nani? Na wewe pia Mungu ako na mpango na wewe, lazima utimize mapenzi ya nani? Mimi Mungu amekuwekea ofisi kubwa sana Nairobi, wewe unakuwa uko CEO au chui, lakini Mungu anajua. Kwa hivyo ni wewe tu ujue hili, number 1 uzima wa milele. Namba 2, mapenzi ya Mungu yatendeke juu ya maisha yangu. Mungu ako na mpango juu ya maisha ya kila mmoja wetu mahali hapa. Kuna watu mtapata visa za kwenda nchi za nje katika jina la nani? Maana hiyo ndio mapenzi ya nani? Kama anasema mapenzi ya Bwana yatimie juu ya maisha yangu. Hujasema vizuri. Nani anajua kama Mungu? Mungu ndiye anajua. Mungu ako na timetable yangu. Mimi kapule sio mshauri kuhubiri. Mimi Mungu ameniwekea siti kubwa. Mimi Mungu amekuwekea mahali pengine pakubwa. Maana huwezi ona kidogo, ona mbali. Ona another 10 years to come. Utakuwa nini? Unafikiria nini? What is your vision? Maana Mungu hutimiza makusudio ya moyo wa mtu. Ili siku moja jina yangu haitaisha. Jina yangu itakwenda kubwa. Watu wote Yesu alikuwa ule mwanamke alikuja kupaka watu Yesu mafuta. Yesu alimwambia injili popote itahubiriwa jina lako litatajwa. Nimemtaja ama sijamtaja? Kwa sababu Yesu alisema. Wewe utatajwa na nini kanisani? Nenda kaja mama fulani Kenya. Nenda kaja mtu fulani Kisii. Nenda kaja mtu fulani mahali fulani. Maana kile walifanya wanahitaji kutango. Amen. Haleluya. Maana tulipokuwa hapo walitimiza mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu. Amen. Wanaweza pale siku. Amen. Wewe unatimiza mapenzi ya nani? Chini ya jua. Usikubali kushirikiana na shetani kutimiza mapenzi yake. Kataa lugha ya shetani. Kataa kutimiza kile sio cha Mungu.
timiza kile ambacho ni cha Mungu. Amen. Unajua cha Mungu akitaka mashabiki. Haleluya. Cha Mungu akitaka nini? Lakini cha dunia kina, lakini cha Mungu akitaka nini? Watu wengi wanakuwa opposition. Kufika ni mambo ya Mungu. Wanataka kuwa watu wa opposition. Wanaweza kuwa sifa. Lakini watu wa Mungu hawataka kuwa kwa opposition. Wanaweza kuwa sifa. Watu wa Mungu wanasema vile Mungu amesema, kama ni mapenzi yake tunanunua hiyo misa in the name of Jesus. Kama ni mapenzi yake tutajenga hiyo cathedral katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini? Maana mapenzi ya Mungu lazima itimie. Haleluya. Yesu alijua kuna watu wanamuoppose. Alijua kuna watu ambao wanapigana na yeye, lakini hakukata tamaa. Alisema lazima mapenzi ya Mungu yafanye nini? Na nilipokuwa pale Getsemani akiomba, aliomba mara ya kwanza, akaomba mara ya tatu, akasema Lord, let your will be done. Kama hii kifo ni yako, naomba hivi nipatie nguvu za kushinda. Haleluya. Sijui kama mshaikuwa na picha. Yesu alipokuwa akiomba, akaomba mpaka Biblia inasema akatoa jasho ya damu. Ikaomba ili akaona ametoa jasho ya damu. Akajua sasa damu inaenda kumwagika. Akajua hiki kombe lazima nikunywe, lakini jambo moja limefanyika, mapenzi ya Mungu imetimia. Na Biblia inasema kutoka hapo Yesu alivurutwa. Nguvu za Yesu zikakata na kombe zimeisha. Sasa Mungu akachukua ushukani. Haleluya. Akapelekwa ndani, akadhihakiwa, akatukanwa, akapigwa, akapelekwa mpaka msalabani. Na pale msalabani wanasema na wakati wote Yesu hakuongea. Haleluya. Yesu afanye nini? Hakuongea. Kwa nini? Mapenzi ya Mungu. That's why mambo ya kanisa si mambo ya kuongea ovyo. Unaweza kuwa unaongea unapigana na Mungu na ujui. Yesu hakuongea, alijua hii ni mapenzi ya Mungu, lazima itimie. Yesu hakuongea. Wanafunzi wake wakamwepa, wanafunzi wake wakatoweka, lakini Yesu alipofufuka alienda bado kuwatafuta. Na Yesu wote aliwapata wote 11 isipokuwa mmoja mwenye Yesu alisema ni mwana mpotevu peke yake, lakini wengine hata mmoja hivi hakupotea. Hata mmoja. Aliwakusanya wote akawalete, na baadaye akawaambia nikienda kwa Baba mnapokea hizi nguvu, enendeni mkafanya mapenzi ya Baba yangu, muwahubirie watu waokoke, muponye wagonjwa, mfufue wafu, mfanye miujiza, na haya mambo mengine yote Baba yangu atakuwa pamoja nanyi. Haleluya. Na hivyo ndivyo Yesu wa wanafunzi wa Yesu walitoka. Wengine wakaenda Rome, wengine wakaenda Greek, wengine wakaenda sehemu tofauti, wakitimiza tu mapenzi ya Mungu, wakihubiri habari njema, Mungu akiwapea chakula, Mungu akiwapatia mavazi, Mungu akiwainua, wakaenda wakihubiri. Leo tunahubiri Injili kwa sababu kuna watu walilipia gharama. Amen. Kuna watu walitimiza mapenzi ya nani? Ya Mungu. Naomba ukuwe mmoja wa kutimiza mapenzi ya Mungu. Amen. Kwa hiyo utuma, acha Mungu akusaidie utimize makusudi ya Mungu ambayo Mungu amekuita wewe kuwa hapa. Maana Mungu anakuleta hapa bure, ni utimize mapenzi ya Mungu, naye Mungu akuinue akubadilishie maisha. Amen. Kuna watu kanisani kazi yao anakuja na kanisa Sunday. Anakaa unakuja Sunday ile nyingine. Unaenda kaa unakuja Sunday nyingine. Wewe kazi yako ndio unakaa unasikiza unaenda. Na ndio unakaa unasikiza. Haufanyi mapenzi ya Mungu. Lazima ujue mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ni gani. Amen. Haleluya. Amen. Tukishikana tufanye mapenzi ya Mungu, kujenga mnara ni kazi rahisi sana. Amen. Kazi ya shetani ni kuja kubadilishia watu sauti. Kazi ya shetani ni moja, kuja kugawanyisha watu. Wale watu walikuwa kijenga mnara, walikuwa kiongozi wa jamaa kwa vile wale ni alikuwa mfalme. Alikuwa kusema right, watu wote wanakaa right, tunatimiza mapenzi ya mfalme. Tunajenga mnara huu na tunajenga mpaka tufike mbinguni. Mpaka Mungu anasema Mungu akiwa mbinguni akachungulia, akaona unity, akaona purpose, akaona direction ya watu wanapitia, akasema hawa watu nisipoteremka chini watanifikia hapa.
Sasa mimi naweza kuambia watu wakiamua kufanya mapenzi ya kitu, mwambie hakuna kisababu. Unasema hakuna ya kutotimiza haya mapenzi, haya makusudio. So walipoamua, Mungu anasema Mungu akateremka na Mungu akajua jambo ambalo naweza fanya hawa watu wasifike ni kuwapatia unga 3, 4, 5. Ikifika simiti analeta kijiko. Niko analeta wewe. Mungu akawapatia, akawaalika. Wakatokezea hivi. Wakikuya sema wewe na yeye. Mtu akisikia umela wanashikana. Wakikuya wakaenda njia sawa. Waruya anasema wewe. Hata kama tamu ile. Munara ikawaje hapo bila mtu wa kujenga. Inana watu hatukuwa watu wa makabila. Mungu ndiye alileta hizo kabila. Wanaweza kwa sifa. Watu walikuwa kabila hii. Mungu akaamua kubadilisha ulimi. Sasa leo ukienda kusoma kuongea Kikuyu inakataa na wewe ni mtu. Jueni mkale. Kitu kiongea kikana na cha. Nachomoka hivi. Haleluya. Kuna kumwambia na Mungu akafunga masikio. Usisikie kile anasema. Ili mapenzi yake yatimie. Yakoba hii kitu wa mjengo. Bwana asifiwe. Lakini sasa hizi tumefunguliwa masikio moja. Yeyote aliye na mwana. Yeyote aliye na nini? Na mwana. Na ndipo tumepatiwa Roho Mtakatifu. Amen. Tukiongea katika Roho wa Bwana, tunaweza elewana katika ulimwengu wa roho. That's why naomba. Tukiambia Mungu atusaidie. Tunaenda kuwa na mwezi mmoja tu wa Roho Mtakatifu. Fundisha about gifts, power. Hallelujah. Na hiyo ni power sana kufanya kazi. Signs and wonders. Hallelujah. Tunaomba Mungu atainua watu hapa. Ukiamua kufanya mapenzi ya Mungu, utakuta wewe kukuwa na mgonjwa hata usiombei na kuita wewe mama nani ombea ule. Amen. Wewe dada fulani ombea huyu. Wewe ombea huyu. Connection ya Mungu inaingia katika nyumba ya Bwana. Uponyaji unaonekana maana tuko hapa kufanya mapenzi ya nani? Amen. Hallelujah. Kile pastor ako na limit ya kufanya, kuna mshirika ama kuna kondoo yenye inapatiwa uwezo wa kufanya. Amen. Ile kitu kinafanyika ni kwamba wakati mwingi nyinyi mkiamini. Wanaweza kwa sisi. Wewe ukiamini. Sasa unaomba Sunday to Sunday. Katikati ya wiki huko serious na prayers, usirious na mambo yako. Haiwezekani hivyo. Kama unataka kutimiza mapenzi ya Mungu, lazima ulipie gharama ya kutimiza ile mapenzi. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hakuna kutimiza mapenzi ya Bwana bila kulipa gharama. Kwa hiyo Yesu akamwambia, mlikula mikate mkasikia njaa. Atakayekula mimi hataona njaa tena. Hataona njaa tena. Maana namba 1 utakuwa mapenzi ya Mungu yameanza kutimizwa juu ya maisha yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie kutimiza mapenzi yako. Wangapi wanasema wanatimiza mapenzi ya Bwana? Mapenzi ya Mungu ni wewe umjue sana. Amen. Mapenzi ya Mungu ni wewe ukataane na kile ambacho watu wengi hawakufanyia Mungu mapenzi. Uamue wewe kufanya hiyo mapenzi ya Mungu. Haleluya. Alafu wewe ninaomba tunatazo mipango yote ya shetani juu ya maisha yako ili mapenzi ya Mungu yaweze kuonekana. Ninasema maroho za kweli zikuachilie kabisa kutimiza makusudio ya Mungu. Maroho za restless lazima ziishe. Haleluya. Ili mapenzi ya Mungu yafanye nini? Yatimie. Kile kinakataza watu wengi watimize makusudi ya Mungu ni nini? Ni maroho ambayo yanawafuata nyuma. Maroho ambayo inakuzungumziana. Maroho ambayo inapigana na destiny yako. Lakini leo tunaenda kuomba. Hizo maroho lazima zitakuachilia katika jina la Yesu. Sema leo naenda kutimiza makusudio ya Bwana. Sema kwa sauti, leo naenda kutimiza makusudi ya Bwana. Ukitimiza makusudi ya Bwana, guess what? Milango yako inafunguka kwa automatic. Amen. Maombi yako yanajibiwa automatic.
Maana nini? Umetimiza makusudio ya Bwana. Amen. Kama ukitimiza makusudi ya mzazi, anakununulia kipawa. Bwana asifiwe. Amen. Mtoto mwingine alikuja namba 1 akanunuliwa gari. Baba yake kama promise, ukikuja nitakununulia gari. Wakati ilipatikana hivi, baba yake akakuongea, alitimiza. Maana mtoto ametimiza makusudi ya nani? Baba yake naye akaamua kupatia nini? Na wewe ukitimiza mapenzi ya baba Mungu aliye hai, sikia nikwambie, hakuna kitu chini ya jua kenye utaomba ukose. Sasa Yesu alisema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake. Na haya mengine yote sijasikia. Sema maroza mamudi mbaya mbaya. Sema mamudi. Sema ziniwachilie kabisa. Katika jina la nani? Tunakuona leo umechangamuka. Leo umechangamuka, tunasema sasa huyu tumepanda naye mnara, sasa huyu amepona. Kesho ni nini dada? Ni nini? Maisha mimi nasikia. Lakini nimehaso. Nimepiga rami, nimetafuta kazi miaka tatu. Naye Mungu anasema bado kuna zingine 3. Utapata after 6. Mpaka namba 1 uniamini. Amen. Uamini mimi nina wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ujue ya kwamba Mungu anaweza. Katika kila hali anaweza. Hujasema? Lazima utimize makusudio ya Mungu ili waya za duniani zishikane na waya za mbingu. Na ili waya zikishikana hizo mbili, moto unaonekana. Na moto ukionekana, mapenzi ya Mungu yanafanya nini? Lakini siku hizi mnapenda ripoti sana za wanadamu. Mnapenda sana kusikia kwenye jirani anasema. Unapenda sana kusikia mambo fulani, lakini unataka kusikia venye Mungu anaongea kuhusu kufanya mapenzi yake. Maana mapenzi ya Mungu wakati mwingi watu ni kusukuma, wanasukuma kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Na watu wengi wanapenda Mungu kwa sababu ya shida. Leo ukienda mkutano, healing, deliverance, signs and wonders, after that kila mtu anapewa 2. Utoe kosa uandike hivyo. Hata unahitaji kwenda kuomba, watakuja tu. Unahitaji prayers. Si hata nyinyi mtaenda. Unajua unajinyamazisha hapo kama mwenye hataenda. So long as pametajwa kuna faida ya mwili. Kuna faida ya nini? Ya mwili. Hapo hauhitaji kufanya kampeni sana. Wao unaenda hapo unasimamisha maombi kama 3. Mnaambiwa baada ya maombi kila mtu unga 3. Unapigia mpaka wako mbali simu, kujeni kuna mahali ume na peana. Kujeni kuna mahali, lakini hata kiwete atembea hapo. Unaenda kusema niliona kiwete kitembea kama kaka. Hata uwezi kuadhimisha baba kwa kuja. Kwa nini haujajua kutimiza makusudi ya Mungu? Makusudi ya Mungu ni hii. Kama Mungu alikuponya, ende waambie mwingine akuje apone. Kama Mungu atakutendea, ambia mwingine aamini. Mungu amtendee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na Mungu anaenda kubadilisha, maana revival ambayo inaenda kushuka sio revival ambayo watu wanakuwa tena na njaa ya ugali na sukuma wiki. Watu wanakuwa na njaa ya kutafuta Mungu. Amen. Na hapo ndipo maandiko yanasema aliye wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kwa hiyo ukiokoka, fanya kazi, timiza makusudio ya Mungu juu ya maisha yako. Kila mtu hapa ameitwa awe muombaji. Kila mtu hapa ameitwa umtumikie Mungu, ufanye kazi ya Mungu. Lakini wakati mwingi watu wengi wanataka kutimiza makusudi ya Mungu. Mungu ukitimiza makusudi yake, na yeye lazima
akatimiza makusudi yake juu ya maisha yake. Amen. Wanaweza kuwa sifa. Mungu hata kulandarana mara huku, natafuta sijui nini, sijui natafuta nini na huku, unazunguka kila mahali ukitafuta ati muujiza. Miujiza haitafuti vile unafikiria. Miujiza inalipiwa gharama. Haleluya. Amen. Inalipiwa nini? Gharama. Lazima uamue nataka Mungu. Mpaka Mungu aseme huyu anitaki ndio uponyaji. Ni wangapi wameondoa wakapona na leo warehe? Wangapi walioombewa wakapona wakabackslide? Wangapi? Tangu siku za mahubiri yanapokubali, sisi tunaweza kujua wakati wa Yesu kwa na nani. Injili ya ubiri watu wamepona. Watu Mungu amefanya miujiza, lakini waangalie wengi wao hata hawako katika nyumba ya Mungu wakimwinua. Kwa sababu hawakujua wamepona watimize makusudi ya Mungu. Hawakujua wamepona wale picture ambayo watu wengine wanakuwa wakiona wanaona Mungu. Wanaweza pale sisi. Na Mungu ni mzuri. Kama vile anafanya mvua inanyesha kwa wanga na wachawi na wenye wameokoka. Mungu anataka upendeleo, anaponya mtu yeyote. Wanaweza pale sisi. Ili wanadamu wajue kwamba yeye hako na ana uwezo. Wewe umeokoka sasa, fanya mapenzi ya Mungu. Amen. Haleluya. Fanya mapenzi ya nini? Kataa. Mtu yote anakuambia usitumikie Mungu, kataa. Hata upate yule kwa adui yako. Kataa mtu anakuambia sijisikii mimi kwenda maombi leo. Unaonaje tusiende? Kataa huyo mtu. Huyo si rafiki. Huyo anakuwa spiritual. Kataa kampani ya watu ambao hawakuambii twende kwa Mungu. Tafuta kampani ambayo inakwambia tuombe, tukeshe, tumtafute Mungu, twende ushirika, tufanye hii. Mnatimiza mapenzi ya Mungu. Barabarani hapo mtakutana na Yesu kama vile alikutana na kama vile Cleopas na rafiki yake walikutana na Yesu kwa barabara. Walipokuwa wakienda wakiongea mambo za Yesu, Yesu alipita katikati yao. Maana walikuwa wakitimiza mapenzi ya Mungu. Hey, umesikia? Amefufuka. Nani? Yesu. Yesu akaambia. Yesu akaanza kuwa sisi nao. Akasema, "Hey, kwani wewe ni mgeni? Umesikia habari?" Na anamwambia Yesu mwenyewe. Mwenye amefufuka ndio anaongea na yeye. Sasa wakaongea. Na baadaye walipofika wakamwambia, "Hey, karibu kwetu. Tukule hata saba, alafu uendelee na safari." Walipokaa tu chini hivi, Biblia inasema Yesu alipotoa mkate hivi, Yesu akawapatia, wakafunguka watu wakasema, "Ni yeye!" Akatoweka. Biblia inasema hawakukula tena wakaanza safari. Tumeona amefufuka. Tumeona wakarudi kwenye walikuwa wametoka kuambia watu mapenzi ya Mungu ndio haya. Alisema akafufuka, amefufuka, nimemuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kutoka kanisani unataka kuhubiri nini? Unaambia nini watu kazini? Leo Wakristo wamenyamazishwa makazini. Leo dunia inaongea kazini. Kwa nini tunaogopa tusivutwe kazi? Tunaogopa tusiinukiwe. Tunaogopa simama na useme Yesu ni Bwana. Hata wakikuvuta kazi, Mungu atakutengenezea barabara yake. Maana kama ni yeye ulisimama na yeye atasimama na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukifukuzwa utupwe nje, utakuta Yesu amekungoja. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Stefano alitaka kuongea lugha yao, wakampiga mawe. Lakini Biblia inasema akamuona Yesu. Maana tayari alikuwa na uzima wa milele. Amen. Alikuwa anatimiza makusudi ya Mungu. Na ukikufa ukitimiza makusudi ya Mungu, hauonani kwa shetani, unaonana mahali ukitimiza makusudi yake. Amen. Akaona mbingu, akaona mambo mazuri, akamuona Yesu na akatoka duniani akiwa na ushindi huu ya kwamba nimemuona Yesu amesimama ananikaribisha nyumbani. Haleluya. Kwani tuliokoka kwa sababu gani? Ni tupigane vita tushinde, twende nyumbani. Hiyo ndio kitu usisahau kwa mawazo yako.
pamoja na kuishi miaka mingi. Ishi miaka mingi na uzima wa milele. Hata dunia na mambo yake ni siku chache sana. Siku za mwanadamu chini ya jua ni chache. Tena kama nasema zimejaa shida nyingi. Usilalamie mwenzako kama unataka kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Fanya mapenzi ya Mungu. Maana Mungu ako na mpango juu ya maisha yako. Unapofanya na yeye anapanga. Bwana asifiwe. Unaona watoto wetu wataenda mbali kuliko kwenye sisi tumefika. Amen. Unajua kwa nini? Maana hata wewe umeokoka. Haleluya. Amen. Unaenda? Unasema? Lazima uende wapi? Mbali. Sema kuanzia leo. Mapenzi ya Mungu lazima niyatimize. Naye Mungu atatimiza mapenzi yake juu yangu. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu yakitimia juu yako, unasikia raha sana. Sijasikia unasikia raha. Bwana kama wewe ni mgonjwa, anasema mapenzi ya Mungu ni mkono. Mungu analeta uponyaji. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu ni gani? Ni mimi nibarikiwe. Unaanza kuona baraka zinapofuata. Mapenzi ya Mungu ni gani? Aliye tasa na aseme mama wa watoto wetu. Hiyo ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Amen. Aliye na shida na aseme Yesu alimaliza shida. Kwa hiyo tuna sababu ya kila siku kusimama na kusema tunafurahi kwa sababu ya Yesu. Haleluya. Tunafurahi kwa sababu ya nini? Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hakuna kitu wala jambo litakalonitenga na upendo wa Mungu Baba. Paulo alisema ni nini inaweza kunitenga na upendo wa Mungu Baba? Akauza ni njaa. Ni kitu. Ni nguo. Ni kutukana. Akasema ni malaika. Akasema hakuna kitu kinaweza nitenga. Sasa unaweza kumwambia hiyo unapata, simama tu ngoja. Mwambie endelea kufanya mapenzi ya Mungu. Fanyia tu kanisa, endelea kufanya kanisa. Endelea kuosha. Endelea kufanya kile unafanya. Endelea kufanya mapenzi ya Mungu. Endelea kumtumikia Mungu. Siku moja kitabu kitafunguliwa hivi. Nasema kitabu kinafanya nini? Watu watauliza ulipitia wapi? Unawaambia ni mapenzi ya Mungu nilifanya. Mungu naye akafanya mapenzi yake. Amen. Haleluya. Si ufanye tu mapenzi ya Mungu, nina kupigana nawe usifanye mapenzi ya Mungu. Nina ukataka kufanya vizuri. Na kukula unajua kukula mpaka unaweka sahani hapa karibu na matiti hapa hivi. Unakulia tu hapa hivi. Unakula kama hivi. Kukula ina watu wanono ambao wababa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kutimiza mapenzi ya mwili unajua sana. Sasa ikifika auambie una mtu. Asubuhi ya Mungu breakfast. Kuna mtu anakuambia ni tunatimiza mapenzi ya nini? Mwili inaongea kama iongeaje? Mwili kichoka inakwambia ndio fanya nini? Roho akikwambia nataka kuomba, nasikia tuombe. Unamwambia ngojea. Mwili nasema nimechoka. Unatimiza mapenzi ya mwili. Leo kusoma asubuhi, nikasoma mahali imeandikwa na Mungu akafanya kazi siku 6 na siku ya 7 akapumzika, akaibariki hiyo siku. Sasa nilisoma nikakaa kana kwamba sijawahi soma hiyo kitu. Akabariki hiyo siku ya Sabato. Akaibariki. Yaani hizi siku 6 hakuna mahali panatangaza blessings. Lakini hii siku ya 7 ametengeneza na blessings zake. Nikaona na wanda. Tunafanya kazi sana. Wanakuwa na vitu nyingi sana. Haleluya. Sema mapenzi ya Baba. Ukichoka, mwili nakwambia pumzika. Ukisikia kama uko na jasho nakwambia nenda ukaoge. Yaani hii unakimbiza makusudi yake bila mng'ang'ana. Bila mng'ang'ana. Na unajua ukikataa kuoga unakwambia utanuka.
Ama yongeani? Inakwambia utanuka. Au unasema utakifanya nini? Kunuka. Unaanza kutimiza mapenzi ya Mungu. Unatimiza. Kataa kula. Inakwambia utakufa. Ama inakwambia kwa hiyo unasikia dawa, kwa hiyo unataka hiyo na ni kweli unaweza kutafuta chakula bila kusukumwa na mtu. Maana mwili inajua kujifinyia watu watimiza makusudi yake. Naye roho anaambia mtu timiza kama unataka. Na kama hutaki sina vita na wewe, nitatuma pasta akuhubirie. Tena umkondolee macho muangalie useme asema sasa timiza mapenzi yangu. Hiyo mambo inawezekana. Utoke hapo uende ufanye vitu zako. Na mwingine Mungu anasema nilisema. Mungu anasema nilitumana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima ujifundishe kutimiza mapenzi ya Mungu. Kama Biblia inasema omba asubuhi, fanya nini? Omba. Kisema saa 7 omba. Niwafundisha mambo ya maombi na roho class. Masala ya kuomba. Watu waombe. Watu watafute Mungu. Lakini bado unadai kuzama kwa sababu kuna vitu vinakuambia hivi na hivi na hivi na hivi. Sikia niwaambie, unless mwili ife ndio roho anatoka kushuka. Yesu akasema so long as mbegu ya ngano bado iko mzima, haijakufa, haiwezi toa mazao. Kwa hivyo kuna mazao huwezi toa mpaka ukubali mwili ife. Na haijakufa bila wewe kuamua, hiyo mwili lazima ikufe isikie sauti ya Mungu. Lazima niamue kuenda kwa Mungu. Lazima mapenzi ya Mungu niyatimie. Lazima Yesu aonekane ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maliza na hivi. Kuna mtu mmoja, kuna dada mmoja alikuwa akiitwa kazi Kondo, mhubiri. Nilifuata CD zake na hiyo miaka. Huyo mama alitafuta Mungu akakufa, akafufuka. Alikuwa akitembea hivi, signs and wonders zinafanyika. Ukisoma utasikia. Alienda hell 40 days. Nisoma kitabu yake ya hell, my friend. Hell ni real. Yesu alikuwa anasema hizo zamani kusipata tena hiyo sana. Bwana Yesu apewe sifa. But hell ni real na watu watachomeka. Ndio nataka kumwambia, si pata kuishi hiyo ndio ukweli. Kuchomeka watu wanafanya nini? Na wengine wanaingia usiku wa nini? So, alikuwa ameandika mambo mengi about hell. But sasa my point ilikuwa hii. Wakati wa kufa kwake. Wakati maana alikuwa ametimiza makusudi ya Mungu chini ya jua. Aliandika kitabu mahali na akasema hivi, nitakufa siku fulani na nitakufa saa 7.